Wakati mmoja nilipokuwa kwa kanisa moja, nilikuwa kiongozi wa vijana, na nikiwa kiongozi wa vijana nilikuwa kwa church board. Siku moja nilipoenda kwa baraza ya kanisa, nikakuta hiyo siku walikuwa na agenda ilikuwa inaita kusafisha register. Kusafisha register, wale hawaijui ni kwenda na kuchukua majina yenye yako kwa register, mnasoma jina moja kwa moja. Sasa mkisoma fulani fulani huyo aliolewa, weka kando. Fulani fulani huyo amepata mtoto, weka kando. Fulani fulani huyo ako sawa anaimbanga kwaya, aendelee. Fulani fulani huyo hata ni mzee wa kanisa, afanye nini? Aendelee. Fulani fulani huyo alioa na ngiza, weka nini? Kando. Mara nyingi victims wengi wanakuanga vijana maskini wa Mungu. Wanakuanga vijana na wasichana sana sana. So pastor wakati huo akasema waandikiwe barua, waambiwa tutajadili majina yao, na kama mtu anataka kuja kujitetea akuja afanye nini. Sasa tukamuuliza pastor, kama mtu anafanya kazi siku ya Sabato na anaonekana, unataka akuja ajitetea aseme nini? Tukamuuliza pastor, kama unaona msichana amezaa mtoto na unajua watoto wawekangwe kwa soya, sasa unataka akuja ajitetee nini? Pastor akaniangalia akaniambia, Mtugi, ukiongea tena na kuweka kwa hiyo list. Nikanyamaza. Sasa tulipoandika barua hawakukuja, lakini wawili wakafanya nini? Wakakuja. Mmoja alikuwa msichana, mwingine alikuwa mzee. Msichana alipokuja akakuja na mabarua ya polisi na ya daktari. Akasema, mimi huyo mtoto nilipata nilishikwa kwa nguvu. Na hii ni ripoti ya polisi, na hii ni barua za nini? Za daktari, na mama yangu akasema nisitoe huyu mtoto, nivumilie, nifanye nini? Nizae. Tukahuzunika. Pastor akaniambia, Mtugi, wewe ndio ulikuwa unataka kutoana ushirika, huyu unasema aje? Nikamwambia huyo tumwachie Mungu. Huyo tukamwachia Mungu.